Mambo vipi? Kwenye video hii utaenda kujifunza ni kwa namna gani unaweza ukafanya biashara ya t-shirti. Guys, kama wewe ni mtu ambaye unatafuta wazo la biashara, basi kwenye video hii na kusanua kuna hii biashara ambayo unaweza ukaifanya ukiwa na mtaji kiasi kidogo kabisa, na biashara yenyewe ni ya kuuza t-shirti. Na t-shirti ambazo nitakushauri ubezi nazo ni t-shirti zilizokuwa zimeprintiwa, zimeandikwa maneno au zimewekwa picha. Utaanzaje? Kitu cha kwanza lazima ujue chimbo la wapi utapata t-shirt plain. Na t-shirt plain zinakuja zikiwa zina bei tofauti. Mfano mdogo tu nikutolee, labda tutolee mfano wa t-shirt za manga. T-shirt za manga ni mfano kama hii t-shirt ambayo mimi nimeivaa. T-shirt za manga bei ya jumla madukani inategemeana unaponunua. Kuna wengine wanauza 6,000, wengine 6,500, wengine 7,000. Lakini hiyo t-shirt wewe ukiprinti unaenda kuiuza shilingi ngapi? Unaenda kuiuza shilingi 10,000. Kwa hiyo sasa kwenye issue ya kuprinti utaamua ujifunze wewe mwenyewe kuprinti au umtafute mtu ambaye ana printi ili wewe unachukua kwake alafu wewe unauza. Na wateja wako wakuu unashauriwa, kama unataka pesa ndefu, basi wa target watu wenye maduka ya nguo. Tafuta t-shirt yako mpya plain, iprint vizuri, mwisho wa siku wa target wale wateja ambao wanauza maduka ya nguo. Kwa hiyo ukipata order, mteja huyu akataka t-shirt 20, mteja huyu akataka t-shirt 200, sehemu tofauti, utakuwa mfanya biashara mkubwa sana. Na tunapoongelea kuprinti ambako ni fashionable kupo kwenye industry, ni kuprinti kwa aina mbili. Kuprinti kwa kwanza tunasema ni screen printing. Screen printing ni t-shirt inakuwa imeprintiwa kwa rangi. Kama ni kifuani au kama ni mgongoni. Na ili uweze kujua screen printing lazima upate mafunzo. Huwezi ukaanza tu kuprinti moja kwa moja. Lakini kuprinti kwa aina ya pili tunasema una print kwa sticker. Na sticker ambazo huwa tunatumia kuziprinti ni kama unavyoziona kwenye video yako hapo. Hizi sticker tunaziita vinyl sticker au vinyl sticker. Hizi tunatumia mashine moja ya plotter. Wanahitaji hiyo mashine pia unaweza kuwasiliana na mimi. Kwa hiyo tuna plot herufi au namba na tuna print juu ya t-shirt. Lakini pia hizi sticker ndio zile ambazo huwa zinatumika kuprintia jezi. Kwa hiyo ukimiliki mashine kama hiyo unaweza ukafanya hii biashara vizuri kabisa. Lakini kuprint kwa aina ya tatu ambako na kwenyewe ni fashionable, tunaprintia kwenye t-shirt, ni kuprint kwa DTF. Nikisema DTF ni sticker fulani ambayo ina uwezo wa kuprint rangi zaidi ya moja. Kwa mfano, umeprint labda picha ya mchezaji kwenye t-shirt yako, au umeprint picha ya msanii fulani, au pengine umeprint maneno fulani yanakuwa na rangi. Unakuwa unauza zile t-shirt zikiwa printed. Si wewe unaona madukani unakuta t-shirt imeprintiwa labda picha ya Diamond, au t-shirt imeprintiwa picha ya Zuchu, au picha imeprintiwa maneno fulani. Sasa unakuta mtu t-shirt kama zile kanunua labda pengine plain, au tena kanunua kabisa China shilingi 4,000, 3,000. Lakini yeye akifika akiprint tu zile t-shirt anakuja anaziuza sokoni shilingi 10,000, shilingi 15,000, hata ananunua. Kwa hiyo kwa mtu ambaye unapenda biashara ya fashion, kwa sababu fashion ni kitu fulani ambacho kinapendwa na watu kila siku, watu wanapenda kuvaa kupendeza kila siku. Ingia chimbo, tafuta t-shirt plain ambazo zitakuwa nzito, kisha uanze kuziprinti. Hii ni biashara ambayo haikuhitaji uwe na ofisi. Unaweza kufanya hata nyumbani tu, ukawa unaprintia nyumbani. Kama ni kwa screen ama kwa rangi unaprinti kisha unawapelekea wateja wako. Lakini pia kama ni kwa mashine unafanya vivyo hivyo. Ikiwa na wewe unahitaji kuanza biashara hii ya kuprint t-shirt, basi usisite kuwasiliana na mimi. Nitakutumia namba bure, namba za machimbo ambako tunachukua t-shirt. Lakini pia ukihitaji ujuzi wa kuprint t-shirt, mimi mwenyewe pia naotoa huo ujuzi. Nitaingia gharama kidogo tu ya shilingi 100,000 kama unajifunza online, ila kama unataka kujifunza ana kwa ana itagharimu utoe kiasi kidogo tu, kitaongezeka shilingi 200,000. Kwa hiyo utajifunza, nitakufundisha na nitakuonyesha machimbo. Lakini kwa wewe ambaye unaona pengine kuprint ni tabu, kukaa mwenyewe uanze kuprint kununua mashine ni tabu, basi unaweza kuwasiliana na mimi
then tukafanya biashara, tukaangalia ni kwa namna gani mimi nikuuzie t-shirt ikiwa imeprintiwa kwa bei ya jumla, afu na wewe uwauzie wale watu wa maduka. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatafuta biashara ya kufanya ya kuuza nguo, basi chukua hii idea, ni idea fulani hivi ambayo itakutoa sana. Cha kuongezea ni kwamba kwenye kuprint picha au kuprint maneno, utaangalia sasa idea ambayo pengine ina trend kwenye jamii kwa wakati huo, au picha ambazo pengine watu wengi wanazipenda kwenye jamii, au maneno. Kwa mfano unaweza kaweka quotes fulani positive ya kuinspire watu, labda hard work au usikate tamaa, maneno kama hayo. Ukauzia watu t-shirt za style kama hiyo, watu wengi wanaziadimia sana, watu wengi wanazipenda sana. Na nimekupa hii idea kwa sababu mimi mwenyewe hii biashara nimeifanya sana, na nimeuza t-shirt nyingi sana, hasa kile kipindi cha Valentine, kipindi cha sikukuu za Eid, sikukuu za Pasaka. Watu wengi wanapenda sana kitu kama hicho. Kwa hiyo ni idea ambayo na wewe unaweza kuichukua ukaruka nayo, na uzuri wa idea hii hapa bado haina competition. Kikubwa ni wewe kuamua kuanza leo, na mwisho wa siku uweze kupata matokeo mazuri. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Kwa anayehitaji maelezo zaidi, ufafanuzi zaidi, au hata kujifunza zaidi, basi chukua namba ya simu inayoonekana kwenye screen yako hapo chini, uweze kuwasiliana na mimi WhatsApp muda huu. Mtana wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.